Yes, karibu tena ndani ya EY Movies. Kwa na mimi hapa storyteller wako Chandi Dola. Ukipenda unaweza niita Chandi Kapol, mzee wa ghost, hard vocal, hard punch, spiritual. Okay, here we go. Leo nawarudisha throwback na mali hii hapa ya mwaka 2002. Kipindi hiko vijana wa 2000 kamili wanaogeshwa na mama bado. Mali inaanza na hapa na ndoa mke na mume. Asubuhi na mapema mzee anajiandaa vizuri, anapiga zake breakfast pale, anamwaga mkewe pamoja na binti yake. Baba, vipi kuhusu kunitoa out leo? Usijali, tutaenda kesho. Hapana baba, nataka leo. Leo niko busy, tutaenda kesho binti yangu. Nakupenda sana, sawa? I promise. Mtoto akaanza kulia pale. Basi mwanangu usilie, baba yako yuko busy na kazi. Mimi London nitakutoa out, sawa? Unataka twende wapi? Fan City. Okay, basi kweli bana. Mama jioni akamtoa out mwanae kuburudika. Mara ghafla mtoto akamuona baba yake. Mama, muone baba yule kule. Mama kucheki hivi. Aisee anamuona mmeo akiwa na mwanamke mwingine pamoja na mtoto mdogo wa kike, wakicheka na kuenjoy wenyewe. Ghafla mzee naye akaiona familia yake. Oho, kishaumana hapa. Kagoma kutoka na familia yake leo out, alafu kafumaniwa huko na enjoy na mwanamke mwingine. Mke alirudi nyumbani vuruga vitu ovyo ovyo, alijawa na stress kinoma, ni kilio tu, amini alichokiona. Upande wa pili huku, nilikwambia lakini sheka, lazima tumueleze mkeo kuhusu sisi. Wewe unachukulia ni jambo jepesi, na mjua mke wangu asingeweza kubali. Sasa bana, huyu mwamba huyu ni mchepuko wake na kazaa naye kabisa, na anampenda kuliko hata mke wake, kwa sababu mke alimuoa alilazimishwa tu, ila huyu mchepuko ndo alikuwa mchumba wake akimpenda kabla hata kumuoa mkewe. Kipindi anaendelea kubishana, ghafla akaacha njia na kuzama kwenye kolongo. Ajali mbaya sana hii. Kumbuka na mtoto alikuwepo ndani yake. Mke alipopata taarifa fast aliwahi mpaka hospitali. Kutokana na ile ajali, huyu mwanamke mchepuko alifariki dunia. Mke akabaki kushangaa tu. Kwenda hivi kwa mmewe bado yupo hai, ila hali tete maututi. Jamaa akaanza kuongea. Umeumia sana mke wangu, na ndio maana nilikuwa sitaki kukwambia. Baba yako alinifanyia vingi vizuri. Nilishindwa kumkatalia kukuoa wewe, lakini tayari nilikuwa na mtu nampenda, naye tukashindwa kuachana mpaka sasa. Naomba unisamehe sana, ila kuna ombi moja naomba unisaidie. Mtoto wangu mdogo huyo hatakuwa na mtu wa kumlea. Tafadhali naomba umlee. Hakuna mama mwingine atakayekuwa naye zaidi yako. Nipo chini ya miguu yako, niahidi. Ghafla kabla mama hajajibu, mzee naye hapo hapo akakata moto. Mke aamini hivi anachokiona. Kale katoto cha mchepuko kumbe kalipona bana, na ndo mzee amemwomba mke wake amlee. Basi mke ikabidi amchukue tu, hana jinsi, ila alikaa chini na kuwaza sana. Yaani kapigwa matukio matatu mfululizo. Cha kwanza kafumania, mmewe kafariki na kapewa mtoto wa mke mwenza amlee. Kwa hiyo hapa jumla na watoto wawili, mmoja wake na mwingine wa mke mwenza. Patamu hapo. Okay, alichoamua kwanza karudi kuona mabinti zake wawili. Ila sasa huyu mtoto wa mke mwenza akawa anamtenga sana. Yaani muda wote anamjali mwanawe tu, lakini vitoto vyenyewe vinapendana sana ise. Mama baadaye alikuja kuingia kwenye mambo ya siasa na kufanikiwa kuwa meya wa jiji. Mabinti walizidi kukua siku hadi siku. Ila kama kawaida mama aliendelea kuonesha ubaguzi. Hampendi huyu mtoto nje ya ndoa. Yaani akifanya kitu kidogo tu anamgombeza vikali. Sasa binti naye si akajua apendwi, sio akawa anafanya vituko tu makusudi ajali wala nini. Okay, miaka ilikatika. Sasa mabinti hao hapa washakuwa vigoli na wanapendana kweli mtu na dada yake. Huyu mkubwa anaitwa Nimi na huyu mdogo nje ya ndoa anaitwa Sharu. Okay binti yangu, punguza pressure, utapita tu hiyo interview. Wewe kuwa na confidence tu. Sio confidence peke yake mama, awe na overconfidence. Hivyo wewe Sharu, mbona kila kitu unapenda kukiletea mzaa wakati sisi tupo serious hapa? Lakini nyamaza Sharu. Sawa, ngoja niwaache niende zangu. Kushakucha tayari hapa. Kipindi anaondoka kadondosha glasi ya ua. Mama akanyanyuka. Umeona sasa ulichokifanya wewe na mbwa wako huyo? Hivi wewe unampendea nini wewe mbwa? Kwa sababu wewe umpendi. Hivi kuna kitu mundani nilishawahi kufanya kikaonekana kizuri kwako? Nitalosema ni kosa, nitalofikiria ni kosa, nitachovana hapo ni kosa vile vile. Mimi nahisi hata mimi kuwepo mundani ni makosa pia. Sharu, mwache. Binti akaondoka zake nyumbani. Mama kashamtibua akili. Moja kwa moja kaenda sehemu moja hivi. Akakaa akatulia na kuanza kulia. Sasa kuna huyu hapa jamaa anaitwa Samir, ni rafiki yake mkubwa sana na Sharu, yani best friend. Jamaa yeye ni mtu wa kucheza na ile midoli inayoongea, wanaiita puppet. Kwa hiyo binti akiwaga na mawazo anakujaga kwa huyu best friend wake. Lakini pia Samir anampenda kweli Sharu kihisia, ila bado hajapata nafasi ya kumwambia. Leo binti kaja na huzuni kweli. Jamaa na yeye sasa leo kajipanga kumfungukia. Sharu, nina kitu nahitaji kukuambia. Sharu, yani kiukweli. Niambie, mbona unajingata? Ni kwamba leo ni show yangu, nataka na wewe usikose kuja. Nakosaje kuja kwa mfano? Okay, baadaye. Upande wa pili huku nyumbani, mama leo alikuwa na kikao na baadhi ya viongozi. Kuna mgogoro wa wakulima umetokea katika jimbo lao. Yeye kama kiongozi lazima ajadili na wenzake kutatua changamoto. Kila siku nadai unashughulikia, mbona tujaona juhudi zozote mpaka sasa? Wewe kubali tu umeshindwa, uachie kiti. Sisi wengine tuje tukiendeshe vizuri. Sasa Shalu anafika anakuta mama yake pale anasemwa vikali, hana nguvu tena ya uongozi. Akamuita mzee mmoja kwanza. Vipi, kinaendelea nini pale mjomba? Wale washenzi na wenzake wanatumia mgogoro huu kutaka kumpindua mama yako kwenye uongozi. Wanamuonea mama yangu kisa ni wa kike, ngoja niwaoneshe. Akaenda weka pilipili nyingi kwenye vibagio wanavyotakiwa kupewa wageni. Haya jamani wageni, ni muda wa kula. Mjomba madereva sing, nimekuandalia vibagia vizuri kwa ajili yako. Jaribu uone. Mzee akachukua pale na kuanza kubugia. Kuja kushtuka hivi, pilipili
pilipili aisee, halafu imemkalia kooni. Binti naye kusudi anawaongezea yeye na vibaraka wake. We ngoma iliwashinda bana, wakakimbilia majagi ya maji wanakunywa mputa. Mtoto shenzi kabisa wewe, hebu njoo hapa kwanza. Kwa hiyo hivi ndivyo unavyomfunza binti yako tabia kwa wageni, si ndio? Kwani kimetokea nini? Usijifanye ujui wakati wewe ndio ulimwambia tufanyie hivi. Hapana, mimi ndo nimewafanyia hivi kusudi. Wanakuzalilisha huku kwa watu uonekane wewe mbaya, kutoa kwenye uongozi. Nashukuru sana Madam Mayor kwa kunizalilisha. Friji langu haligandishi, nakwambia wilaya nzima itaenda kujua ulichonifanyia. Na kuahidi lazima utalipia hii. Nenda huko atalipia, umesikia? Na madeni au? Nyie ndio viongozi uchwala wenye tamaa. Sharu, tabia gani hii ulionyesha? Mama lakini nyamaza. Unapenda kujiamulia mambo Unapenda kunizalilisha, si ndio? Sharu, hakuna jambo lolote unaweza lifanya wewe. Huna msaada wote ndani ya hii familia. Hutakuja fanikiwa chochote kwenye maisha yako. Toka mbele ya macho yangu hapa. Binti huyo mbio huko analia. Mama, ndo nini sasa hivi? Dada hii hali haipendagi kabisa. Taratibu akamfuata mdogo wake chumbani. Sharu, mdogo wangu, una hasira tena mimi? Binti akaenda akamkumbatia dada yake huko akilia ise. Basi nyamaza, usilie, tulia chini. Mimi ndo maneno gani yale mama aliyonitamkia? Kwani mimi ni adui yake? Ngoja nikuoneshe kitu. Angalia picha zote hizi. Mama anaonekana kukujali wewe tu. Mimi hapana. Angalia kila siku ananitenga. Subiri nikuonesha. Angalia albamu mzima hii. Ananitenga tokea niko mdogo. Mwacha kufikiria hivyo Sharu. Hayo ni mawazo yako tu. Mama anakupenda mbona? Sharu akaendelea kulalamika pale kwa uchungu. Mimi naye akawa namkataza, anavyofikiria sio. Ghafla akaanza tupiana maneno. Sasa ugomvi ukahamia kwao. Rushiana mito ovyo. Ugomvi wa wasichana bana. Baadaye hasira zimewaisha. Sasa nakwambia leo nina mtoko. Kucheki hivi ana pesa. Hey dada, nionee huruma, niazime pesa kidogo. Dada akatoa pochi akamtupia. Sharu akachukua pesa. Niambie dada yangu mzuri, safari ya wapi hiyo? Naenda zangu kwenye show ya Samir. Yaani hawa wanapendana sana. Hata ule ugomvi haukuwa serious, ni makuzi tu. Nilitaka nishangae wanawake wagombane serious. Mbona wanakunjiana mwezi mzima? Okay, kweli bana. Binti alikuja mpaka kwenye show rafiki yake Samir, mzee wa kucheza na puppet. Kumbuka huyu Samir anampenda sana binti Sharu kihisia na hajawahi kumfungukia. Kwa upande wa Sharu, yeye anamchukulia Samir kama best friend tu. Hii kitu inaumaga isea, sikwambie mtu, hususan kwa wanaume. Okay, show ilipoisha pale, binti alimkimbilia best yake na kumkumbatia kwa sana isee. This is the best greatest show in the world Samir. Hongera Mr. Samir, huyu ni director kutoka Japani. Ameipenda sana show yako, anataka kuchukue. Wow, hapana, siwezi kuja. We Samir, unakataa nini sasa? Hebu nifikirie basi hata kuhusu mimi. Furaha yangu ni kuona wewe unafika mbali. Wewe utaki na mimi nitambe mjini hapa kuwa rafiki yangu kaenda Japani. Jamani, msijali, kashakubali, hawezi kataa huyo. Tunashukuru sana isee. Okay, siku inayofuata asubuhi na mapema, Sharu anaulamba vizuri mapozi na yeye. Wow, ndugu wangu, umependeza. Safari ya wapi hiyo leo? Kazini. Nini? Unasemaje? Vipi? Kwani siruhusi kufanya kazi au? Uko serious Sharu? Ndiyo dada. Sharu, nimefurahi kweli kusikia hivyo. Nataka nimuoneshe mama na mimi pia naweza kufanya kitu kwenye hii familia. Unaenda omba kazi wapi sasa? Kiwanda cha Kana. Kiwanda cha Kana? Sikuna mgogoro pale kipindi hichi. Sasa mimi ndo napenda hizo sehemu za migogoro. Sitaki sehemu iliyotulia. Kipindi anatoka nje, mama akamuita. Sharu, abe mama, nakutakia kila la heri. Binti akafurahi. Leo mama akamtakia mema. Basi huko aendako lazima apate kazi. Huyo moja kwa moja mpaka ofisini. Katimba na baskeli pale. Kufika pale anakuta kuna maandamano makubwa sana. Sasa kuna hawa hapa mameneja wawili wanaosimamia shughuli za kampuni au kiwanda hicho ambacho kinajishughulisha na kununua maepo kwa wakulima na kusambaza katika nchi mbalimbali. Yaani kama vile Mtwala, wakulima wa korosho wanavyouza korosho zao kwa kampuni fulani au serikali, zeni zinaenda kuuzwa nje. Sasa binti leo hapa amekuja kuomba kazi. Mameneja wenyewe ni vituko, sifa nyingi sana walivyomuona binti mrembo. Sasa madam, hapa kazi ushapata. Umekuja na CV zako zote? Ndio, ila niambieni kwanza nitafanya kitengo gani? Madam, kitengo chako ukijui, we ni afisa mkurugenzi wa vyakula. Ndo nitakuwa nalipwa kiasi gani? Mshahara wako ni 700,000 kwa mwezi. 700,000? Binti akashangaa, mbona pesa nyingi? Sasa mwamba mmoja akapokea simu kutoka kwa bosi kuwa afisa wa vyakula hataweza kufika leo. Ina maana hawa walijichanganya. Kuna mtu aliambiwa leo atakuja kuanza kazi hapa ya afisa mkaguzi wa vyakula. Sasa binti naye alipokuja kuomba kazi ndo akajua ndo huyu. We msichana, kumbe si mtu tulemzania. Wewe umekuja kufanya nini hapa? Sikuomba kazi au? Nani kakwambia hapa kuna nafasi za kazi? Wakambadilikia, unaambiwa madam, toka hakuna kazi hapa. Ghafla huko nje vurugu zilizidi. Vurugu hizi ni za wakulima, wanalalamika sasa hivi wanalipwa bei ndogo sana ya bidhaa zao. Kampuni inanufaika, wao wananyonywa. Kama nilivyosema, hii situation kwenye korosho kule Mtwala inatokeaga sana. Wa Makonde mnanielewa hapa. Achana nao wakulima wapumbavu wao, wakichoka wataondoka mpaka kipala kinawasha ise. Wakitaka watatuuzia kwa bei tunayotaka, wasipotaka watabaki nao ndani ya waozee. Kumbe shida ipo kwa hawa mameneja, wanaendekeza mchongo wa tamaa wapige pesa bila CEO wa kampuni kujua, huku wanawanyonya wakulima. Ghafla binti akatoka msalani, kumbe akuondoka bana, akashtuka. Mbona kama kuna kitu hao walikuwa wanaongea. Hey we binti, hujaondoka kumbe? Umesikia chochote tulichoongea? Ndio, nimesikia kila kitu. We, usije mwambia mtu yoyote. Msichokijua CEO wa kampuni hii ni mjomba wangu. Sasa aidha mnipe kazi au nikamwambia kila kitu nilichosikia. Hii sasa ishakuwa kesi nzito. Kaka, tumpe kazi tu. Sawa madam, kazi umepata na mshahara ni ule 700,000. Okay, tuje huku upande wa pili. Baba. Mwanangu umerudi, vipi safari yako? Baba, nina jambo nataka nikueleze.
nimepitia nyaraka za kampuni yako kipindi niko safarini. Aisee, viwanda vyako inaonekana vinaendeshwa vibaya sana. Sasa huyu ndo CEO wa ile kampuni, Mr. Kana mwenyewe, na huyu ni mwanae katoka kusoma Marekani, anaitwa Dave. Baba, nimerudi kwa kishindo. Kwanza nataka nifunge kiwanda chetu katika huu mkoa, nikafungue mkoa mwingine, maana kinatutia sana hasara. Lakini mwanangu, wakulima wa mkoa huu, kile kiwanda ni kama soko lao kubwa la ajira. Sawa baba, basi tufanye hivi, mimi nitaenda mwenyewe kwa siri katika kile kiwanda nichunguze kwa nini kinatia sana hasara. Kama tutapata solution sawa, ila ikishindikana lazima kifungwe. Mzee akakubali. Sasa baba, pale nitaenda sio kama mwanao Devi, nitajitambulisha kwa jina lingine la Anandi ili wasinifahamu, nipeleleze kwa siri. Wewe nipe tu barua nijifanye naenda kuomba kazi. Aisee, kijana wangu na akili sana, yaani kweli elimu imekukomboa. Mchizi Devi naye ni mapepe kinoma, yupo na vijana wake wawili hawa. Okay, siku ya pili asubuhi na mapema jamaa katia timu. Oi Konda, chenji yangu janirudishia. Dadeki shenzi kabisa yule. Pembeni alikuwepo Shalu anamcheka kinoma. Hey, samani, eti kiwanda cha Mr. Kana kinapatikana wapi? Kana Industry. Wasemaje? Wanapouza kuku. Nenda kule juu ya mlima shusha. Ulizia mama Amina makolokoto au mama Usna. Sharu huku ana mbavu anacheka isee, mwamba kakutana na kiziwi. We binti, njoo hapa. Mimi? Ndio wewe. Niambie, unajua wapi kiwanda kinachoitwa Kana kilipo? Kiwanda cha maepo kipo kilomita 4 kutoka hapa. Umeona ule mlima kule ule mrefu? Pandisha kule, ukishusha utakutana na mto. Kuna boti utapanda utavuka. Then ulizia huko watakuonesha. Aisee, we dada ni mwema sana. Nashukuru sana kukutana na wewe. Sasa mwamba kweli bana alipanda mpaka juu ya mlima. Kiuhalisia soma tani ni serious kweli hapa juu. Alikutana na kisanga huko kwenye mabonde ya poromoka Nkudake mpaka kuja kuvuka mto ni usiku kabisa. Asubuhi kuna kucha akapakizwa kwenye lift ya gari la kondoo. Haya bana, tushafika Kana Industry. Jamaa kushuka hivi yuko hoi kachokiana. Sasa kuja kutizama hivi, hapa mbona ni pale pale nilipoanzia jana? Ndo hapa Kana Industry. Uelekeo ule kule dakika 5 tu unafika. Aisee, yule mwanamke mshenzi nikija kumdaka nitamnyoa nywele na kizibo cha soda ya chupa. Kudadiki zake. Haya bana, akaingia zake kuomba kazi. Kakutana na manager vichwa box mbili hizi. Kumbuka hawa hamjui kuwa huyu ni mtoto wa bosi. Wanasikiaga tu bosi na mtoto ila hawajawahi kumuona sura. Mchizi kaja kufanya upelelezi hapa. Okay, kwa vile alikuja na barua utambulisho kutoka kwa Mr. Kana, wakamkubalia, akapewa kitengo cha udereva. Sasa kumbuka na binti naye anafanya kazi hapo hapo. Saa ngapi wasio nane? Nimemfananisha huyu binti au ndo mwenyewe? Ndo huyu bwana, sijakosea. Wewe msichana wewe kunizululisha mimi kama mtoto mdogo? Dadeki zako unajua niliwapitia. Valangati lilianza pale ofisini. Jamani, utakuwa umenifananisha sio mimi. Mjinga kabisa wewe, fungua mlango huu. Shenzi kabisa, nitakukamata tu, subiri. Baadaye Devi akakutana na msaidizi wake sasa. Oi, ulikuwa wapi bosi? Nilikuwa nakutafuta tokea jana. We acha tu mwanangu, nilikutana na binti kichaa huyo, alinizululisha siku 2 na kumbe anafanya kazi hapa hapa. We dereva. Haya sasa, binti kichaa mwenyewe nilokuambia ndo huyo hapo. Binti akaja pale. Sikia, nataka nitoke, kuna sehemu niende. Wewe si ndo dereva? Nahitaji unipeleke. Sura yangu sasa hivi ishabadilika, sikuogopi. Yaliyopita yashapita. Niguse uone kama hujafukuzwa kazi leo. Sawa, umeshinda, nisamee. Tangulia nakuja. Yaani huyu binti angejua mimi ni nani, asingesubutu kuniongelea kama hivi. Sasa ngoja tutaoneshana. Msela sasa akaanza mpeleka mputa huko mtaani. Binti ni makelele tu unaambiwa. Hivi wewe una kichaa? Hivi ndivyo unavyoendesha gari? Hivi wewe unaitaka kazi yako au uitaki? Stupid driver wewe. Wewe mwanamke usiniendeshe. Mimi mwenyewe nga stuka tumkalim tu nyuma. Ungenifahamu mimi ni nani, ungetuliza iko kikomwe chako. Unasemaje wewe? Hivi unaijua inamiliki kiwanda ni mjomba wangu. Nikienda kukuripoti kwake atakulambisha udeki lami kwa ulimi. Asichokijua binti, Mr. Kana huyu ndo baba yake. Sasa jamaa akaona huyu binti huyu muuni sana. Sasa bana, binti alikuja sehemu anapofanya kazi dada yake kumsaidia kidogo. Akawa anamtumikisha na jamaa pia asaidie. Kidogo tu mlembo nimi aliteleza, msela akamdaka kutoka juu ya ngazi. Macho yakagongana bana. Vipi madam, uko sawa? Hujaumia? Nimi kaduaa tu, akili shaama. Hey, I'm sorry. Niko sawa, asante. Bila wewe sijui ningefikiaje. Nashukuru sana. Shalo anakuja hivi, anamkuta mchizi anaongea na dada yake. Wewe, umemaliza kubeba mizigo au unaongea tu hapo? Hey Sharu, amenisaidia huyu, nilikuwa nadondoka. Hai, mimi naitwa Nimi, ni dada yake na Sharu. Mimi naitwa Dev. Sio, naitwa Anandi. Dada, huyu ndio yule mjinga nilokuhadisia. Sasa ukimwangalia Nimi hapa, katokewa kuvutiwa sana na jamaa ise. Okay, tukija huku upande wa pili, Mr. Madereva anauliza, nasikia kuna ukaguzi unaendelea, wa nini? Ya, ni kweli mtoto wa bosi Mr. Kana anataka afunge hichi kiwanda, kinatia sana hasara. Sasa hicho ndicho nilichokuwa nakihitaji. Kiwanda kifungwe, mimi nije nikinunue ili niweze kuwashawishi wananchi wamtoe yule mama, mimi niwe meya. Upande mwingine huku wananchi wameandamana mpaka nyumbani kwa meya. Washapata taarifa kuwa kiwanda kinataka kufungwa. Wao watauza wapi bidhaa zao sasa? Mkutano wa dharura pale ikabidi ufanyike. Jamani, naombeni mnisikilize. Hili mbona ni tatizo dogo tu. Mwaka juzi si nililitatua. We mwanamke, sitatuongelea mwaka juzi hapa. Tunaongelea hali iliyopo sasa. Okay, naomba mnisikilize viongozi wenzangu. Nipeni masaa 24. Mimi nitaenda kuongea na Mr. Kana. Kweli jamani.
jamani, tusimpe madam wakati mgumu, tumwacheni akaongea na Mr. Kana kwanza. Okay sawa, tumekubaliana, tutakupa huo muda, ila kesho tukija kukutana tena na hakuna solution yoyote, aisee, tunakuomba sura yako iondoke ndani ya hicho kiti. Basi mama akakutana na viongozi wake anaoamini pale na kuambia kuwa inabidi aende kwa Mr. Kana usiku huo. Kipindi anatoka hivi, ghafla hali ilimbadilika, chini akazimia. Baadaye daktari anakuja kutoa taarifa, mgonjwa yuko sawa, amepata tu mshtuko kutokana na presha yake kupanda. Kwa sasa anahitajika kupata muda mwingi sana kupumzika. Yaani huyu Devi ni shetani kabisa. Yeye ndiye chanzo cha matatizo yote haya. Anataka afunge kiwanda. Watu wataishije sasa? Mimi pia namchukia sana. Sikia dada, nimepata idea moja. Kwa nini sisi wawili tusiende huko kwa Mr. Kana? Ya, kweli twende. Ila subiri, mmoja wetu lazima baki kumwangalia mama. Wewe hapo. Sikia dada, wewe ndo kipenzi cha mama. Baki naye, niache mimi niende. Na apata kalika huko. Unajua akili zangu. Nataka nimuone uso kwa uso huyo Devi kichwa maji. Sawa, ila utaenda na nani sasa usiku huu? Peke yako au? Wewe usijali dada. Binti akaja kumwamsha Ana, ndiye anamrushia mawe. Kudadiki zako, nani wananirushia mawe usiku huu? Ha? Ni wewe? We dereva, shuka chini huku, nina kazi na wewe. Okay, wakatoka. Madam, tunaenda wapi usiku wote huu? Wewe endesha, usiniulize maswali. He? Mbona kama tunapoenda na pajua, unaenda kwa Mr. Kana? Ya, ndiyo tunaenda Delhi nikaonane na Mr. Kana pamoja na mwanawe. Jamaa akasimamisha gari kwanza. Sasa wewe, huko unaenda kuongea nao nini? Sikia, turudi. Devi mimi namjua, huaga badilishaji maamuzi yake. Kweli Ngoja tuone, patachimbika huko na ngumi zitalukwa ise. Hivyo ananijua mimi na akili zangu za shangedele. Madam, kama unaenda kwenye ugomvi huko, mimi siwezi nikakupeleka ise. Sawa, toka hapa. Unafikiri mimi siwezi endesha gari? Ngoja nikuonyeshe ngamia wewe. Binti baada ya kwenda mbele kapiga reverse. Wewe njoo nisaidie. Jamaa anacheka ana mbavu. Binti akaotea gia mbele. Ila kuendesha sasa ajui. Huyo mputa kaenda kuvamia mti. Mungu wangu, kapona kweli yule? Hey, madam uko sawa? Sikia, tengeneza gari tuendelee na safari. Huyu Shalu kweli akili zake chenga. Basi mwamba ikabidi alikebishe gari pale binti karibu. Jamaa kuja kugeuka hivi, anamuona binti anarusharusha viuno. Wow, aisee ni mlembo bana. Mchizi alijikuta na mtazama tu. Taratibu anavutiwa naye. Kabinti kamisi kipotabo fulani vya amazing. Mwili wa Abigail Chams sio Kajala. Kama kawaida Wahindi, movie hainogi bila songi. Mchizi akili kaenda mbali. Cheki vidimples vile kama vya kuchonga hivi. Mwisho alijikuta automatically tukamfuata kamkumbatia. Ai, wewe, niache huko kichaa wewe. Sasa ndo unipige jamani. Inauma hiyo. Sasa kumbuka huyu mwamba ndio Devi mwenyewe, lakini hakuna mtu anayemjua. Hey, sikia, kuna binti nakuja naye nyumbani hapo. Hakikisheni kivyo vyote vile asikutane na baba, sawa? Okay, wakatimba bana mpaka mjengoni. Hey Devi, wewe usiniite Devi, anijui huyu, mdanganyeni sipo. Madam, nikusaidie nini? Naitwa Sharu, nimekuja kukutana na wanaume wa nyumba hii. Madam, Mr. Kana kwa sasa amelala na Devi hayupo nyumbani, kaenda kwenye party huko. Kwa hiyo naomba uende tu, siwezi kumsumbua bosi usiku huu. We, hawamjui, akaanza kukinukisha pale. Mzee anatoka nje. Vipi tena nakuta valangati pale. Hey nyinyi, vipi tena hapo? Huyo mwanamke ni nani? Mtoeni nje. Mr. Kana, please naomba unisikilize. Wananchi wote wanakusubiria wewe au mwanao, ukaongee chochote kile. Siku zote ulikuwa ukiwasaidia, wewe leo watenge. Baba, usimsikilize huyo mwanamke. Kile kiwanda lazima kifungwe, tushakubaliana. Binti yangu, samahani, mikoba yote na maamuzi nimemwachia mwanangu. Mimi sasa hivi sihusiki. Haina shida, siondoke hapa mpaka huyo Devi arudi. We mwanamke, tondoke. Mimi namjua Devi hawezi kurudi. Kama unamsubiri sawa, mimi ngoja nikapumzike. Bye. Masali katika mzee anashangaa. Binti kweli kagoma kuondoka, akamtizama. Binti, mimi nina wazo. Umemwona huyo dereva wako? Anajuana na Devi vizuri tu, rafiki yake mkubwa sana. Kipindi anafanya hapa kazi kwangu, walikuwa wanashare kila kitu mpaka nguo. Yaani unamaanisha nini mzee? Imagine Devi hajarudi mpaka sasa. Kwa hiyo tunaweza... Nimekupata mzee. Kwa hiyo unamaanisha tumfanye Anand awe kama Devi niende naye? Ya, hivyo. Mwanangu akirudi mimi nitaongea naye, kila kitu kitaenda sawa. Ndio, asante sana Mr. Kana. We dereva kichaa, amka, tuna kazi ya kufanya. Wewe nini? Mbona unapenda sana kunisumbua wewe mwanamke? Sikia, nimekuletea nguo ya Devi hapa. Jiandae uivae. Tuna tukio maalum. Hey binti yangu, chukua funguo hii ya gari. Itawafikisha haraka sana. Nashukuru sana. Lakini Mr. Kana, kwa nini unanisaidia vyote hivi? Kwa sababu nimependa sana spirit yako. Yaani akili zako zinaendana kabisa na mwanangu. Okay, safari njema. Subiri, binti akamtwanga busu mzee. Wewe ni binti mwenye roho nzuri sana. Mungu akubariki. Okay, jamaa kalambishwa suti nzito. Wow, kumbe wewe ni handsome na ulivyopendeza. Hakuna mtu ataigundua wewe sio Devi. Jamaa sasa ndo akagundua wapi anapelekwa. We akaanza jichafua pale. Siwezi kwenda kujifanya mimi Devi kwa gharama yoyote ile. Niache. Okay, upande wa pili huku watu wote wanamsubiria huyo Mr. Devi sasa. Haya madam, muda umeisha na Mr. Kana haonekani wala huyo mwanawe. Ni kipi cha maana utaenda kutueleza tukakuelewa? Kwani si ukubali tu kuachia hicho kiti? Kwani ulizaliwa nacho? Ndio, atoke.
niachie. Kidogo tu binti huyo hapa akatimba na mwamba akaingia naye chumbani kwanza. Please Anandi, kubali basi, jambo la muhimu hili. We mwanamke nisikilize, nimekuja hapa kwa sababu tu ya oda ya Mr. Kana, ila mbele za watu siendi. Hivyo ni mtu gani usiokuwa na huruma? Mbona una roho mbaya sana kama huyo Devi mwenyewe? Hivi unajua hiki kiwanda kikifungwa familia nyingi zitapoteza ajira, watu watauza ardhi zao, kila kitu kitaharibika ndani ya mji huu. Njoo dirishani hapa uangalie wananchi. Angalia tabasamu la ule mtoto mdogo, anafurahi kusikia Devi amekuja. Angalia wazee pia, wote wanasubiri tamko la Devi. Unafikiri maisha yao yataendaje bila mazao kuuzika? Jamaa maneno ya binti akaanza kumuingia taratibu. Yaani kama ningekutana na Devi halisi uso kwa uso, ningemuuliza swali moja, kuna umuhimu gani kwa hiyo elimu aliyopata huko Marekani kama hawezi kusaidia jamii yake? Binti alimwaga hizo za maana mpaka jamaa akili ndio inafunguka sasa. Kweli anachoenda kufanya sio kweli. Sawa, nitaenda ongea kama Devi kwa ajili yako. Kweli? Ndiyo Shalu, nakuahidi hata ungeniambia nishushe nyota kwa ajili yako ningeshusha. Yaani jamaa anaunganisha na hisia umo. Okay, msela akajitokeza. Habari zenu wananchi. Sasa dada kushtuka hivi, kumbuka namjua huyu sio Devi. Sharu, ndo umefanya nini? Huyu si Anandi. Tulia nimi, nataka niokoe jahazi hapa au utaki? Kwanza ningependa kushukuru kwa kunipa nafasi hii, itifaki imezingatiwa. Watu ni makofi tu. Mwamba akaanza mwaga ungenge pale wa kutosha. Binti sasa akawa anashangaa, mbona kama maneno mengine tujamwambia anajiamulia tu. Dada, huyu anapoelekea sifa zitatuponza. Tukiachana na kuongezea bei ya kutuuzia maepo, kampuni yetu inataka ilete mradi mpya wa kutengeneza juisi za epo. Tutaziita Refresh. Wewe ndio umemwambiaje kuahidi hadi hizi kweli? Devi mwenyewe akijua itakuwaje na huyu kashawaahidi wananchi. Kidogo tu polisi wakatia timu. Polisi, yule ni dereva anaitwa Anandi sio Devi. Kamata yule. Aro, mjinga sana wewe, umekuja danganya wananchi hapa. Inspector, mimi ndo Devi mwenyewe. Ni kweli kabisa, binti yangu Shalu haiza akatudanganya. Inspector, uniamini, mimi ndo Devi Kana. Yaani hapo ulikuwa ni mchanganyo wa Max by Yasi. Mama akamfuata Shalu taratibu. Sharu, niambie ukweli, huyu ndo Devi au sio? Sharu, mimi ndo Devi. Sharu, niamini, mimi ndiye Devi. Binti anakosa la kujibu maskini. Mama akatambua tu kimya nalo jibu. Jamani, kuanzia leo najiuzulu. Kisha huyo mama akatoka zake nje kwa aibu kubwa, alichoka sana ise. Binti akamfuata. Mama, nisamee, nilitaka tu kukusaidia. Nilishakwambiaga huna msaada wowote ule zaidi ya matatizo. Kidogo tu Mr. Kana mwenyewe huyu hapa katia timu. Huku mkuku mwanae anatolewa nje. Baba, afadhali umekuja. Hawaniamini kama mimi ndo mwanao. Waambie ukweli. Jamani, huyu ndo mwanangu Devi. Watu sasa ndo wanashangaa. Kumbe kweli ni Devi bwana. Haya, mmeona sasa niliwaambia na ahadi zote nilizozisema nitatimiza. Aisee, binti alifurahi huyo, watu shangwe tu. Haya bana, sasa mchizi wetu wa midoli Mr. Samile alirudi kutoka Japani na leo kulikuwa na sherehe kidogo ya kufurahia mabadiliko mapya. Mama, angalia nguo gani nitapendeza hapa. Hii hapa ndo nzuri. Mama, hiyo imetishi na eleni zangu. Fanya haraka bana, unasubiriwa chini huku. Na nani? Na Devi. Mama kashtuka. Mbona unafurahi hivyo? Hamna mama, hamna kitu. Hakikisha aondoki nakuja. Dada akamaliza kujiandaa anatoka nje, ghafla akagongana na Devi. Samahani ese. Kumbe ni wewe. Wow, umependeza. Wakaanza kula story kidogo pale. Sasa mama kwa mbali anawachola tu. Akaona la, kumbe binti yangu kampenda Devi. Wacha we. Mama alifurahi kinoma yani. Upande wa pili mlango unagongwa. Nani huyo? Kwenda kufungua hivi hamna mtu. Alikuwa ni Devi bana, alimfuata binti Shalu. Sasa bana, usichokielewa hapa, Nimi anampenda Devu, ila Devi yeye kumbuka anampenda Shalu, na Shalu naye taratibu anazama kwa mwamba Devu. Patamu hapo. Msela akutaka kulaza damu, akatupia nyavu, fungua mtima wote kwa binti, mistari ya kutosha. Unafikiri Shalu alichomoa sasa? Binti naye alilegea kabisa. Bas, kuna nini tena hapa? Penzi jipya, penzi Shalubati. Mlembo katoka na furaha kaenda kwa rafiki yake Samil. Wow, Samili wangu umerudi. Aya, sasa mchizi si akajua binti anafurahi kwa ajili yake. Kumbuka Samili naye anampenda Shalu. Sasa hii kweli ni mix by Yasi. Shalu ana furaha kaanza penzi jipya na Devi. Nimi ana furaha anajua Devi anaenda kuwa wake. Devi mwenyewe naye moyo burudani kamuopoa Shalu. Na mchizi wetu wa midoli Samili anafurahi anajua Shalu anampenda. Bana, hapa watu wawili lazima waende kuumia. Lilipigwa kwanza songi moja matata sana, Mohabbat. Watu ni humu tu wanayarudi. Link ya songi ipo chini kwenye description hapo, utaenda litazama kwa wale wanaopenda masongi. Sasa bana, mama alikuja kushtuka. Mbona kama ukaribu wa Devi na Shalu sio wa kawaida? Yaani wanashikana sana kwa furaha. Hii kitu mama ilimtia mawazo sana, akaona kuna kitu hapa kipo sawa. Huyu Shalu huyu anataka mzidi kete dada yake. Okay, siku inayofuata mama akamfuata mwanae. Binti yangu, kuna kitu nimekiona juu yako. Huwezi nificha mama yako. Niambie ukweli leo, mimi ni mama yako. Mama, mimi siwezi kukuficha kitu. Wewe niambie unataka kujua nini? Unampenda
unampenda Devi, si ndio? Niambie kweli, usinidanganye. Mama, mimi hata sijui, ila kiukweli napendaga sana kuongea na yeye, napendaga kumsikiliza, yani ninavyokuaga karibu yake najihisi zipo kama Nandi vile. Hivi ulivyokutana na baba ulikuwa unajihisi hivi? Oho, anakumbushia zamani. Sikia binti yangu, Devi ni kijana mzuri sana, anakufaa. Sasa huku upande wa pili kazini, penzi linazidi kukolea sukari kati ya Devi na Sharu. Mzee wake Devi naye analiona hili, na Samili naye kwa vile ni star mkubwa sasa hivi akapewa balozi wa kuitangaza bidhaa zao mpya za juice katika kampuni ya Devi, Mr. Kana. Halafu Sharu yeye ndo meneja wake sasa. Ila kumbuka mchizi wetu yeye akili zake zote zipo kwa binti, ila shida ni timbulo, domo lake zito, kuongea ukweli anashindwa. Na wala afahamu kuwa sasa hivi binti ana mahusiano na Devi, tena penzi linazidi kuwaka siku hadi siku, mtu na bosi wake. Binti anacheka cheka tu. Okay, siku moja sasa mchizi Devi akiwa anatoka zake ofisini, leo ndo alikuwa wa mwisho pamoja na msaidizi wake. Ghafla wakasikia vicheko kutoka katika chumba cha mkutano. Kwenda kufungua hivi, wanawashuhudia mmoja wa meneja pamoja na Mr. Madereva wakichamba umbea huko amelewa juu ya mpango mwingine wa kuitia hasara kampuni na wao kupiga pesa. Devi sasa ndo anashtuka, ina maana kampuni iliingia mgogoro na wananchi kwa ajili ya ujinga wa watu wachache tu, au sio? Akazidi kufuatilia kwa siri sana na kugundua kuwa kuna bidhaa pia uwaga wanaziibaga na kusafirisha. Sio kweli baba, kumbe mwanzoni nilikuwa nakosea sana kutaka kufunga hichi kiwanda, kumbe kuna wasaliti humu ndani. Huyu hapa mmoja wa meneja yetu ndiye anaitia hasara kampuni siku zote hizi kwa faida yake binafsi. Mzee naye akuamini kuda adeki, maneno anaongea mwanangu ni ya kweli. Hebu niangalie, unajua nilikuchukulia kama ndugu yangu, nilikuamini wewe. Mr. Kana, mimi ndo mlenikuta na kesi hii, kaka yangu hahusiki na chochote kile, mimi ndo nilikuwa natia hasara kampuni, naomba msimuhusishe kaka yangu. Mwanangu kwa sasa ndiye mwenye maamuzi ya hii kampuni, atajua nini cha kukufanya. Kumbe hawa mameneja wawili walikuwa ni ndugu bana. Oika mkubwa, usilie sana, sikia, mtu aliyemfunga mdogo wako yule pale ni mwamba Devi. Kwa nini na sisi tusimfanyizie, tumuue kabisa? Hai Devi, hey nini? Huku kwa nyuma gari linakuja kumgonga. Devi, angalia nyuma, gari hilo. Binti alimfuata akamsukuma wote chini. Nimi alifikia mguu aisee, kutokana na maumivu makali akazimia hapo hapo. Dada, Mungu wangu, imekuwaje tena? Usijali, niko sawa sasa hivi. Please, natumaini hujamwambia mama. Relax dada, sijamwambia. Basi kwa kipindi alichokuwa hospitali, msela akawa anamletea maua kumfariji. Kabinti kana fly chenyewe, mawazo yake jamaa anampenda. Mwamba ana noma, yeye anajua huyu ni shemeji yake tu. Yaani na maana mahusiano ya Devi na Sharu hakuna mtu mwingine anayefahamu zaidi ya Mr. Kana. Hey, Maikiuno nyonga mshika kizazi, kuna zawadi nzuri sana nimekuandalia. Twende ukanipe. Hapana, haiko nje, nimeituma nyumbani kwenu. Kweli bana, huku nyumbani kuna zawadi kubwa sana imeletwa. Nimi anauliza, zawadi kubwa yote hiyo imetoka kwa nani? Embu ifungueni kwanza. Kufunguliwa hivi ni sanamu moja nzuri sana iliyopambwa kwa maua, sanamu ya wapendanao. Wow, nani kaituma hiyo? Kusoma jina ni Devi, alafu kuna ujumbe umeandikwa Meri kasam kao rikaho kitum muji se pyar kalte ho. Yaani unamaanisha niapie kwa jina langu na useme kwamba unanipenda. Nakupenda Devi, I swear. Sasa binti mawazo yake kaletewa yeye. Sharu naye kawai nyumbani kuja kuona zawadi aliyopewa na Devi. I say haamini, bonge la zawadi. Sharu, dada, angalia zawadi ile. Ni nzuri sana. Sasa kila mtu hapa anafurahi kwa upande wake. Kila mtu anajua kaletewa yeye. Huyu mwenzake anamsupport tu kwa furaha. Ila kiuhalisia tunajua hii zawadi ni ya Sharu. Ubaya mwamba kuandika jina, ndo maana Nimi anajua ni ya kwake. Namuonea huruma huyu dada, atakufa vibaya huyu. Ila mwisho wa siku Sharu akashtuka baada ya kusikia dada yake analitaja sana jina la Devi. Akaona ina maana kumbe dada nampenda Devi. Sharu, nashukuru sana ndugu yangu, bila wewe nisingejuana na Devi. Siamini kumbe Devi naye ananipenda kiasi hichi. Napendo jamani, huku kwa Sharu haamini kabisa, yani yeye na dada yake wanampenda mtu mmoja. Ubaya zaidi ni ndugu yake huyu, baba mmoja. Japokuwa anajua kombe ni lake, ila hili muuma sana. Akapiga moyo konde, akamfuata dada yake kwa furaha. Hongera sana dada, nyie wawili mnapendana sana yani. Yani binti alichokifanya ni biggest sacrifice, kaamua kumwachia bwana wake dada yake, kama vile yeye husiki kabisa. Hapana, aisea na moyo. Mama yao alisafiri kidogo, leo karudi. Nimi kaenda kumpokea kwa furaha, unaambiwa, mama nina furaha sana, twende ndani nikakuonesha kitu. Twende mama, ona hiyo. We usiniambie Devi ndo kakupa hii, mbona pambe? Sasa sikia mwanangu, haraka inabidi nikaongea na Mr. Kana, nyie wawili mchumbiane mfunge ndoa. Huku upande wa pili kazini, Sharu alichoamua sasa ni kuanza kumkwepa jamaa, hataki aonane naye tena. Sharu vipi, nini shida? Mbona leo unanikwepa sana? Tatizo nini maichachandu? Devi, leo niko busy sana, kuna nyaraka za watu inabidi nizishughulikie, twende basi tatu kale. Akamvuta kwanza ndani ya lifti. Vipi, mbona aibu? Nimekuwa mgeni kwako leo au zawadi yangu kuipenda? Mchizi ni mahaba tu muda wote, hajui binti maamuzi aliyowachukua. Okay, bye, kesho.
huyu binti vipi leo? Akaenda kwa masela wake wawili, hivi nyinyi hamjaona leo Shalu kabadilika sana? Alafu baba akasema leo nikamtambulishe rasmi kwake jioni. Mbona ananivuruga kichwa hivi? Ila haiwezekani, lazima nimfuate. Ngoja kwanza nitafute mbinu nzuri hapa. Akajipaka makeki pale, alafu akamfuata binti kwenye gari huko huko. Hey Devi, nini tena? Alafu mbona umechafuka? Keki hizi. Twende nyumbani kwanza nikachange nguo, alafu nitakupeleka huko unapoenda. Sasa huku nyumbani bana, mama kaja kukutana na mzee. Mr. Kana, nimekuja kwako. Kuna jambo nahitaji tuzungumze kidogo. Sawa, niambie. Yaani sijui hata naanzia wapi. Unajua tumejuana kwa muda mrefu sana. Sasa kama hutojali kijana wangu kumuoa binti yako. Umejuaje? Mimi mwenyewe nilipanga kuongea na wewe kuhusu hili, umeniwahi tu. Asante Mungu, jambo limetimia. Devi na Nimi sasa lazima wafunge ndoa. Mzee akashtuka kwanza mpaka kapaliwa, akapiga maji kwanza. Mama akaendelea pale kuongea kumsifia mwanawe. Sasa kumbuka mzee anajua Devi na Shalu ndo wanapendana. Leo kaja kusikia mapya tena. Basi sitaki kupoteza muda wako Mr. Kana, mimi naenda. Lakini mama, inabidi tusome nyota zao kwanza kama wanaendana. Hilo halina shida Mr. Kana, mimi naenda. Mzee akabaki nini tena hiki? Kumbuka hata yeye mwenyewe anampenda sana binti Sharu. Na Master Madam, manager mzima salama, vipi? Mbona unaonekana una furaha sana? Devi na Nimi wanaenda kufunga ndoa. Kumbe Devi na Nimi ni wachumba? Ndio. Hongera sana, wanapendezana. Lakini madam, kuna kitu nataka nikwambie. Kuwa makini na binti yako Shalu. Maana ukaribu aliokuwa nao na Devi kule ofisini, alafu kumbe ni mchumba wa dada yake. Hii kitu sio nzuri kabisa. Mabinti hawa anaweza akamchukulia bwana dada yake huyo. Maana kule ofisi wameigeuza banda la kuku. Kuto wanashikana kama jogoo na tetea. Haya madam, nafunga friji langu sasa. Bye. Sasa mama akaunganisha matukio, akaona hii ni kweli. Hapana Devi, niache, sitaki. Mama akajibanza na wachungulia. Mwamba akamvuta binti chumbani. Mama ndo anaona kumbe ni kweli kabisa, huyu anatoka na mchumba dada yake. Akasogea mpaka pale kushuhudia hivi aone vizuri. Huku jamaa anambembeleza binti kwa kumshikashika. Mama alishikwa na uchungu huyo pamoja na ghadhabu kali. Sharu, shida nini mama? Mbona umebadilika sana? Niambie basi kama kuna sehemu nimekosea. Hapana Devi, naomba uniache tu kwa sasa. Binti huyo mbio hataki tena kuwa karibu na Devi. Baba naye kwa mbali hivi anaona kila kitu aisee. Sasa jioni mama karudi ana ghadhabu kinoma, yani akikumbuka kuwa Shalu ni mtoto nje ya ndoa ndo anachanganikiwa kabisa. Akaanza kuongea na picha mmewe pale. Umeona mme wangu? Hala wako alinizulumu nafasi yangu kwako, na leo hii mwanae anaenda kuzulumu nafasi ya mwanangu. Sawa, nakubali kimada chako kilinizulumu furaha yangu, ila siwezi kubali binti yake azulumu furaha ya mwanangu. Never, labda kama sipo hai. Mama, unaongea na nani? Shida nini mama? Huyo anayempenda kama dada yako, hujui ni nini anachokufanyia. Yani ni mwizi wa wanaume kama mama yake. Mama, mbona sielewi unachoongea? Mbona unamsema Shalu vibaya? Unataka kuutambua ukweli? Ngoja nikwambie sasa. Upande wa pili huku binti hana raha kabisa, ni mawazo tu, lakini anapiga moyo konde hivyo hivyo. Za jioni mama, hai dada. Dada, vipi Shemdevi anakuja lini kukuchumbia? Muombe akutoe na auti basi. Nyamaza wewe kinyago. Nishamwambia dada yako kila kitu. Mama, yani licha ya ukweli wote, ila cha ajabu Nimi wala hajakasirika. Dada, nini kwani kinaendelea? Mama, kuna kitu gani nimekosea? Eti mama nimefanya nini? Acha kupretend hapa, usije kuniita tena mama. Mimi sio mama yako. Niache Nimi, niache nimwambie ukweli. Ajijue ni nani mwanaalamu mtoto nje ya ndoa. Mama, niambie basi nimekosea nini? Si nimekwambia mimi sio mama yako? Unielewi au? Mama yako yupo kaburini huko na ndio mtu aliyeharibu maisha yangu. Mama, basi inatosha. Shalu mdogo wangu, twende chumbani. Mnaenda wapi? Sijamaliza. Sasa mama akaanza mchana binti yeye ni nani. Ina maana siku zote hizi Shalu alikuwa anajua huyu ni mama yake mzazi. Ni basi tu ampendi. Hakujua shida ni nini. Leo sasa ndo anamchana ukweli. Kwa nini ampendi, anamtenga kila siku. Mama alimwaga maneno makali hayo bila huruma. Shalu, mimi nipo pamoja na wewe. Mama hata asemaje, mimi bado ni dada yako. Kwa miaka 20 nimeuficha ukweli. Leo nimechoka. Mume wangu atanisamehe tu huko aliko. Mtu nimemlea kama mwanangu wa kumzaa. Nimemsomesha, nimemlisha, nimemvesha. Kila kitu nimempatia. Ila kumbe wote ni wale wale. Analo kama ya mama yake. Shalu, mama yako aliniibia mume wangu. Na leo unafanya hivyo hivyo kwa mwanangu. Huna hata aibu. Mama, inatosha. Ushatoa sila zako zote au kuna zilizobakia? Twende mdogo wangu. Shalu, haya niambie, ulikuwa unafanya nini kwa kina Devi? Mama, si ameisha nini tena? Funga masikio kama hutaki kusikia. Hebu nitokee hapa nawe kabla sijakubadilikia. Shalu, niambie, kwa nini umemfanyia hivi dada yako? Unajua ni kiasi gani dada yako anavyokupenda? Yupo tayari hadi kufa kwa ajili yako. Kwa nini umefanya hivi? Hapana mama, sijamfanyia chochote. Nampenda dadangu kuliko kitu chochote duniani. Acha uongo kinyago wewe. Na kwa taarifa yako, hakuna mtu akuiziwa hii ndoa. Nitaendelea kuwa mama yako mpaka ndoa hii ikamilike. Ikikamilika, mimi sio mama yako tena. Uende ukaishi huko na kukujua. Hii ni Lomba 17
Ultra Pro Max. Binti sasa ndo anafikiria, kumbe ndio maana nilikuwa natengwa sana, kumbe huyu mama yangu mzazi. Ila uwezi amini, dada yake alikuwa anampenda sana, damu nzito aisee, wameshia baba hawa. Baadaye binti alijikunyata tuli huku akilia. Dada yake aliamka akamfuata. Shalu mdogo wangu, nyamaza Shalu, nyamaza usilie, sisi ni ndugu na tutabaki kuwa ndugu. Namshukuru sana mama yako na baba kwa kuniletea dada kama wewe. Aisee, nauma sana mzee. Niambie ukweli Shalu, una mahusiano na Devi? Hapana, kama mnapendana niambie, ni wakwako, mimi sina pingamizi. Kuwa na dada kama wewe niko lazi kupoteza hata akina Devi 100. Hapana dada, ngoja nikwambie ukweli uliopo. Nawezaje kuwa na wanaume wawili sasa? Kiukweli nina mahusiano na huyu hapa. Samir? Ndiyo. Wow, nilijua tu. Basi wakakumbatiana kwa furaha pale. Yaani Shalu kamdanganya dada yake ili mradi amwachie Devi tu. Asubuhi kuna kucha, Nimi anatoka zake akamuona Samiri kaja. Samir, unajikuta mjanja mwenyewe kunificha siku zote hizi, au sio? Yaani unanificha mpaka mimi dada mtu. Kaa hapa kwanza. Shalu amenyambia kila kitu. Amekwambia kuhusu nini? Kwamba yeye na wewe mna mahusiano kumbe. Haya, niambie serious. Kweli unampenda mdogo wangu? Niambie, uko serious? Nampenda kutoka kwenye uvungu wa moyo wangu tokea tupo wadogo. Kwanza Shalu mwenyewe yuko wapi? Amepata simu ya dharura ofisini, kaniachia ujumbe wako. Kasemaje? Anataka mkutano leo usiku. We mwamba alitoka na shangwe hilo, tayari binti kamuelewa leo. Upande wa pili huku, Shalu, inabidi tuongee na mama yako maana yeye ndo aelewi nini kinaendelea. Babangu alishindwa kukataa pale pale, naye ndipo alipoharibu hapo. Hapana Devi, sitaki kumuumiza mama yangu wala dada. Yaani wewe hujui tu dada yangu anavyokupenda. Shalu, mimi nakupenda wewe, sio Nimi. Devi, naomba unielewe, uhusiano wetu uishi hapa hapa. Kubali tu kumuoa dada yangu. Kwa hiyo vipi kuhusu hisia zangu kwako? Kwamba hazina thamani yote sio? Unaogopa kumuumiza mama na dada yako ila sio mimi. Devi, hujui ni kiasi gani familia yangu ilivyo na umuhimu kwangu. Dada yangu mbona anakupenda sana kunizidi hata mimi. Yuko tayari kwa lolote lile kwa ajili yangu. Kwani Shalu, usituambie ukweli tu kuwa sisi tunapendana, watatuelewa. Hapana, ukifanya hivyo mama yangu atazidi kunichukia. Tafadhali nakuomba, amani ya familia yetu ipo mikononi mwako. Na usichokijua, yule sio mama yangu mzazi. Mimi ni mtoto nje ya ndoa. Ila amenilea na kunikuza. Angekuwa na lomba, si angenitilia hata sumu nife. Sitaki kuharibu furaha yake, nielewe. Baadaye jioni binti Shalu alimfuata Samili kama alivyosema. Jamaa yuko anajiwasha marashi, kaandaa na pete kabisa mpose binti. Anajipa mazoezi mwenyewe kwenye kioo. Samil, nahitaji msaada wako. Nakuja mama, nipe dakika 2 tu, kuna kitu namalizia. Samil, nisamee sana, nilimdanganya dada yangu kuwa tuna mahusiano. Tafadhali usinielewe vibaya Samil. Mshikaji alichoka hoi, kumbe yote alikuwa ni maigizo. Samil, unanisikiliza huko ndani? Nisamee, nilishindwa cha kufanya, ndo maana nikamdanganya dada ili awe na Devi. Na pia nakuomba tuendelee kuakti kama tuna mahusiano hivi mpaka pale dada atakapoolewa. Mchizi huku ndani moyo wake unavovuja damu, laiti binti angejua ise. Mwamba akapiga moyo konde akatoka nje. Sawa, haina shida Shalu, nitapretend nina mahusiano na wewe. Usijali besti yangu, tatizo dogo sana hilo kwangu. Ngoja tuanze hapa maigizo. Shalu, uko tayari kuolewa na mimi? Akamvisha na pete pale. Haya, smile. Binti akamkumbatia rafiki yake bila kujua jamaa anamaanisha anampenda kweli aise. Baadaye binti huyo akaondoka dadeki. Hii inaitwa lompenda kampenda mwingine na huyo mwingine naye na mwingine naye kapendwa na mwingine. Mapenzi yanalani dunia aise. Mchizi wetu Devi kichwa cha moto, Shalu kamkataa. Shalu mwenyewe dunia anaiona chungu imechemshiwa mwarobaini. Domozege wetu Samili naye kabaki kuimba nyimbo ya Mario tu, bora aende zake Mombasa. Maana hawa watu hawa wanahisi sio watu wa Mungu kabisa. Kidogo kwa Nimi kwake anaona mambo yamemnyookea. Tuje upande wa pili. Mwanangu Devi, unakubaliji kumuoa mtu usiyempenda? Wanangu nyie hamjui tunachopitia moyoni baada ya Shalu kunikataa. Maumivu ninasikia ni kama nimechanjwa na viwembe moyoni. Najua Shalu mwenyewe anaumia, ila kaweka hisia pembeni, kajali familia kwanza. Kwa upande mwingine nikivaa viatu vyake namuona yuko sahihi kabisa. Nisipomuoa Nimi basi Shalu atapoteza kila kitu na sipo tayari kuona anateseka. Kwa hiyo mwamba kakubali kumuoa Nimi. Nimi mwenyewe ana furaha, juu alobakia huko anaumia. Sasa Mr. Madereva bado vita yake kutaka cheo haijaisha. Kuna taarifa mpya kaipata kumchafua mama. Madam, Mr. Matele Madereva anahitaji kuongea na wewe. Mama ikabidi aende. Unafanya nini hapa? Nani kakualika? Shalu naye akasogea. Kuna nini tena hapa kinaendelea? Tumesikia marehemu mume wako alikuwa na mchepuko. Jamani, naombeni ile jambo tukaongelee juu chumbani. Shalu naye taratibu anafuata kwa nyuma, ana hofu. Ni mazungumzo gani haya asili? Umehangaika mwenyewe kuficha ukweli, ila sasa tumeujua mume wako alikuwa na mchepuko, sio? Habari gani hizi mnazoziongelea hapa? Hata kama ni kweli, nyewe inahusu nini sasa? Usitupandishe sauti wewe mwanamke. Tunajua kuwa Sharu ni mtoto wa mchepuko wa mume wako. Je, tutoke tukatangaza watu wajue, uone CV yako itavyochafuka? Sababu ni na ushahidi huu hapa wa cheti cha kuzaliwa cha Sharu na jina la mama yake. Kwa nini unadanganya wananchi kila siku kuwa yule ni mwanao wa kumzaa? Sasa chaguo ni moja, tukakuchafulia kwa Mr. Kana, ndoa ya binti yako ivunjike isifungwe, au uachie iko kiti cha umea. Hapana, siwezi nikaachia huu mji, mtauharibu nyinyi, na naomba pia mkae mbali na familia yangu. Binti alikuwa anasikia, akaingia kwa hasira mpaka ndani. Hivi wewe ni nani unayekuja kumtishia mama
mama yangu. Mama yupi unayemuongelea? Mama yako alishakufa, angalia jina lake hapa. Binti kachukua karatasi chana. Huyu ndiye mama yangu, sina mama mwingine duniani. Shalu, niache, we sio mwanangu na uwezi ukawa mwanangu. Yaani matatizo yote ya familia kila chanzo ni wewe tu kila siku. Mama usijali, hawezi kufanya ndoa iahirishwe hawa. Yaani hapa Mr. Mittel madereva anambananisha mama achague kimoja, aachie kiti ndoa ya binti yake ipone au ang'ang'ania wakamchafue nje ndoa iahirishwe. Hii ndoa haifi na naenda kumwelezea kila kitu Mr. Kana mwenyewe. Shalu usiende, hata kubali. Mama niache, atanielewa. Binti huyo mbio mpaka nje. Mama naye anajaribu kumfukuzia, wapi? Binti kachukua gari kasepa. Sasa huku kwa Mr. Kana napo shamla zinaendelea. Si unajua kwa wenzetu maandalizi yanakuwa sehemu mbili. Shalu kaacha gari nje, mbio anakuja kwa miguu, mara adondoke ananyanyuka hivyo mbio mpaka ndani. Watu wote wakashtuka wanamtizama tu. Shalu, nini shida? Uko sawa? Mr. Kana naye akaja. Devi naye akapewa taarifa, wote wakaja. Mjomba, kuna kitu, yani kuna kitu. Niambie mwanangu. Mama naye huyo hapa akafika, akajificha kwa nyuma kwanza asionekane. Mjomba, nashindwa nianzie wapi. Ukweli ni kwamba mama yangu nayemjua sio mama yangu mzazi. Watu wote ila bado kwangu ataendelea kuwa mama yangu. Nampenda kupita maelezo. Mimi wazazi wangu alishafariki miaka 20 iliyopita kwa ajali ya gari. Mjomba, niambie, nina kosa lolote hapo mimi kuzaliwa nje ya ndoa au ni kosa la mama yangu akambo mimi kuzaliwa nje ya ndoa? Majibu yote ni hapana, si ndio? Mimi nilichokuja kukuomba, naomba msimhukumu mama yangu kwa kugairisha hii ndoa. Kwa kweli danganya serikali mimi ni mwanao kumzaa. Tafadhali nakuomba Mr. Kana, usije kataa uhusiano huu na familia yetu. Mimi najiona kama ndiye nuksi ndani ya familia hii kuwakosesha furaha mama pamoja na dada yangu kila siku. Mama anaona roho inamsuta, kumbe huyu mtoto anampenda kiasi hichi. Kila siku alikuwa akimtenga. Licha ya yote hayo, leo binti anajibebesha lawama mwenyewe. Ana roho gani huyu binti? Mama maswali yote anajiuliza mwenyewe. Sitojali Mr. Kana ataamua nini, Shalu ataendelea kuwa binti yangu. Mr. Kana akamfuata binti taratibu, akambusu kwanza. Wewe sio binti wa kawaida, wewe ni malaika. Usijali, nimekuelewa. Hii ndoa lazima ipite, sawa? Mama naye huku chozi linamtoka ise. Sijawahi kumjua baba yangu tokea nijitambue, ila na hakika alikuwa na moyo kama wako. Mzee akamvuta kwanza binti pembeni. Kama unanichukulia mimi kama baba yako, unaweza nijibu swali langu moja? Hivi hujawahi kumpenda Devi kabisa? Binti akakataa. Hapana, dada yangu ndo anampenda, sio mimi. Mama yuko kajibanza, nasikia kila kitu. Eti hawajamuona hapa na hapa. Hapa wametupiga. Binti akamshukuru mzee pale, akaenda kumshukuru na Devi, kisha huyo akajikataa. Mungu wangu, hii ni sadaka namna gani alojitoa binti? Okay, binti aliwahi kurudi nyumbani mapema. Mama naye alifuatia mbio moja kwa moja mpaka kwa mwanae. Mama, nimeongea na Mr. Kana kanielewa. Nimesikia kila kitu binti yangu. Nisamehe sana Shalu, nimekufikiria vibaya mno. Nimekuumiza sana. Wewe ni mwanangu kabisa. Nisamehe mama yako, nisamehe mwanangu. Naahidi daima wewe ni binti yangu, daima milele. Niamini Shalu, nilikuwa sijui kumbe wewe na Devi mnapendana sana. Kwa nini sasa umemwachia dada yako? Ngoja nikaongea na dada yako. Wewe ndio inabidi uolewe. Hapana mama, kila kitu kishatimia. Hii ndo hatima. Sitaki kumuumiza dada yangu. Mwache mimi awe na Devi, mimi niwe na wewe. Sihitaji chengine chochote. Huyu Shalu hapana ise. Nimi naye kucheki hivi anakuta mama yake na Shalu wanakumbatiana kwa furaha ise. Na yeye pia alifurahi kinoma yani. Hichi pia ndicho alichokuwa nataka, familia yake yote ipendane kwa pamoja. Okay, sasa bana, siku ya kuchumbiana rasmi, Shalu na Samili waliandaa show kidogo kwa ajili ya wanandoa tarajiwa. Lilipigwa songi moja hapa linaitwa Dil Laga Lia Mene Tumse Pyar Kalke. Yaani inamaanisha nimekupa moyo wangu kwa sababu nimezama kwako. Mzee anaona inauma. Devi naye maumivu anafinyia kwa ndani. Nimi yeye haelewi chochote, anafurahi tu. Huku wenzake wanaoelewa ni machozi tu. Kwa wale wapenzi wa masongi, ukitaka kutizama goma hili, linki ipo chini kwenye description hapo. Okay, wakavishana pete za uchumba pale. Devi sura ya mbuzi, Samili naye anakaa lake moyoni hapo. Nimi akaanza kushtuka. Mbona kama kuna kitu hakipo sawa? Watu wote wanafeki tabasamu. Hapana, hapa kuna kitu nafichwa peke yangu. Hakuna mwenye furaha hapa. Show ilipoisha tu Samili akaondoka faster. Nimi akaona akaamua kumfuata. Hey Samili, mbona unaonekana una huzuni? Hamna, niko sawa. Usinidanganye, kuna kitu hapa nyie wote mnanificha. Nimi, kila kitu kilichotokea hapa ni uongo. Kisha jamaa akaondoka. Mlembo akabaki anashangaa tu. Baadaye alimfuata Samili kwake. Samili naye akamwambia kila kitu, ukweli wote. Nimi alibaki kulia tu. Nashukuru sana Samili kwa kuniambia. Umeniokoa kwa kwenda kufanya kitu ambacho ningejutia maisha yangu yote. Kwa nini Shalu kaamua yote haya kwa ajili yangu? Samili akamwambia, unajua wote tumepangiwa kupenda, ila haimaanishi utakayempenda ndo atakuwa wako daima. Ni kweli kabisa Samili unachoongea. Sisi tunawapenda sana ila tujapangiwa kuwa nao. Wakajikuta wanaanza kuchekana pale. Samili, wote sasa tushatambua ukweli uliopo. Kwa hiyo tuna jambo la kufanya kuruhusu hatima ifuate mkondo wake. Basi wakakubaliana jambo moja pale. Okay, leo sasa ilikuwa
ilikuwa ni siku ya kutambulisha bidhaa yao mpya ya juisi kwa wananchi. Nashukuru kwanza kwa kunipa nafasi hii, itifaki imezingatiwa. Kwanza ningependa niwape taarifa nzuri. Mwanangu Devi anaenda kumuoa mtoto wa mama yetu meya wa jiji. Makofi mengi pale. Dada, nenda, umeitwa mbele, twende dada. Hapana, wewe ndio nakupeleka sasa. Dada, unafanya nini? Shalu, hivi nitawezaje kuwa na furaha maishani kama wewe una furaha? Nishaelewa kila kitu. Devi anakupenda sana na wewe unampenda pia, usitufiche. Mimi sistahili kuwa na Devi, wewe ndio unastahili mibaraka yote hii. Ya, ni kweli Shalu, hii ni haki yako wewe, unastahili muhusika. Wazazi nao waamini kilichotokea. Uzuri sasa hivi hakuna aliyekuwa na kinyongo. Hata wao pia hiki ndicho walichokuwa nakitaka. Umefanya jambo la busara sana mwanangu Nimi. Aisee, hatimaye wawili wapendanao akashikishwa mikono pale. Bas, kuna nini tena? Wahenga wanasema kama ni wako tu, watakuwa wako milele, na kama sio wako tumwache aende. Nehi takrif nehi mushkil. Na huu ndo ukawa mwisho mtamu kabisa filamu inayoitwa Dil Hai Tumhara, iliyoletwa kwako kwa lugha tamu, rahisi na nyepesi ya Kiswahili na msimulaji wako hapa Chandi Dola. Ukipenda unaweza niita Chandi Kapoor. Bana, naona nisikiliza, niachie maoni yako kwenye comment section hapo. Ni bora Shalu angekuwa na Samil au hivi ilivyokuwa ndio sahihi kuwa na Dev? Na je, vipi kuhusu Nimi? Weka comment yako chini hapo. Shout out kwa mwanangu Manesco Gombe kutoka pale Bagamoyo, nakubali sana mzee. Familia yangu 40 Sing kutoka Zenji Zanzibar. Bila kusahau my brother Achilles, I appreciate so much you bro. Bana, usiondoke bila kulike, share kwa marafiki, weka comment yako hapo chini. Na pia usisahau kusubscribe kama hujasubscribe ili kujiunga ndani ya familia EY Movie na uwe wa kwanza kupata recap zetu. Mpaka wakati mwingine tena, bye bye.